Kuna hii couple, huyu dada anaitwa Dima, huyu kaka anaitwa Prosper. Wanapendana sana. Dima ni binti mpambanaji anayefanya kazi kwa bidii ili kusaidia familia yake inayokabiliwa na umaskini uliokithiri. Prosper ni kijana yatima, maskini kama Dima, anayefanya kazi za vibarua tu. Licha ya ufukara wake, Prosper ana roho ya dhahabu kinoma. Dima anapokuwa kwenye supermarket moja hapa mjini. Akiwa anasafisha kabati, anaangusha mafuta kwa bahati mbaya. Anatokea meneja wa supermarket, anamkaripia na kumuwasha kofi. Ghafla anatokea mchizi. Huyu mchizi anaitwa Lance na ndiye mtoto wa mmiliki wa supermarket mama tajiri anayeitwa Chief Mrs. Darby. Lance anafukuza meneja na kumuinua Dima, kisha anampeleka kwenye gari lake na kumpatia chakula. Lance anavutiwa sana na upole na urembo wa bibie Dima. Itakuwaje? Maana bibie tayari anamkubali Prosper. Anyway, utajua hapo mbele. Tafadhali usitoke mpaka mwisho wa picha hii, una mengi ya kujifunza siku ya leo. Baada ya kazi siku hiyo, Dima akapita kazini kwa Prosper na kumweleza mchizi kilichomkuta. Prosper akasirika kinoma. Amekupiga kama nani yani? Walai nikimkamata mvunja huyo meneja. Basi Dima anamtuliza mchizi pale, anakumwambia kwamba meneja ameshafukuzwa kazi. Anamkumbatia kisha wanaagana. Usiku muda wa msosi, mamake Dima analalamika huko, sio poa. Sasa bakuli la mboga umelishikilia mkononi. Unataka watoto wale nini lakini? Yaani hela nitafute mimi, niwapikie watoto, alafu ule peke yako. Ah, inaniuma sana. Mzee Dima ni mzee wa ajabu kinoma. Yaani huwezi amini, anakula peke yake huku watoto wakimtizama tu. Wanabishana sana pale, anawapatia watoto mboga kisha anawaambia wanywe maji wakalale. Mzee Dima ni katili sana. Huyu mzee anaitwa Okoro. Tutamjua tu hapo mbele. Kesho yake asubuhi, Dima anakuja mpidu kulalamika kwa mama yake kwamba haoni maokoto yake aliyokuwa ameyaficha kwenye begi lake. Mama yake akamwambia mwizi tuliye naye ni mmoja tu. Wanatoka mbio na kwenda kumtafuta mumewe. Anamkuta akiwa na rafiki yake wakisuka mikeka ya Sportbet. Huyu mzee sio poa. Kamwibia hela mwanaye, kaenda kubeti na kaliwa zote. Leo lazima kieleweke. Mamake Dima akapandisha wazimu na kukiwasha pale. Aisee, palikuwa hakuna wa kuamulia. Upande wa pili, Lance kazidiwa sana. Anabebwa mtipu na kukimbizwa hospitali. Baada ya vipimo kufanyika, daktari anamjuza Mrs. Darby kwamba mwanaye Lance ana kansa ya mapafu na amebakiza siku chache tu za kuishi. Mamake Lance analia kichizi baada ya kupata taarifa hiyo, kwani ndio mwanaye wa pekee na mume wake alishatangulia mbele za haki kitambo sana. Mida wa usiku, bibia Dima yupo na Prosper. Anamwelezea mchizi kesi ya mzee wake kumwibia maokoto. Mchizi akaona isiwe kesi, akajisupa maokoto yote alikuwa ameweka akiba na kumpatia bibie. Bibia akamshukuru mchizi na kumuaga. Noma sana. Mida hiyo hospitalini, Lance anaamka. Daktari anamjuza kwamba ikiwa atabaki hospitali na kuendelea kupata matibabu, basi anaweza kuishi hadi mwaka mmoja hivi. Lakini ikiwa atarudi nyumbani, ataishi muda usiopungua miezi 6 tu. Muda huo Lance analia tu. Anamwambia daktari, ni heri nirudi nyumbani nikaishi siku zangu za mwisho kwa furaha kuliko kubaki hospitali na kufia kwenye hichi kitanda. Inauma ise. Huko nyumbani kwa Dima, kila siku kwao ni vurugu tu. Baba yake mzee Okoro ni mlevi asiye na kazi. Yeye kwake ni kamali tu ndo anawaza. Jioni ya leo amelala kikoroma tu. Mama Dima analalamika sana. Amka bwana, nenda katafute pesa kama wanaume wenzako wanakutafuta. Lakini mzee asikii tu, anaendelea kulala tu na kukoroma. Anaingia Dima, anamwamsha mzee Okoro. Anamwambia pamoja kwamba Prosper amempatia pesa kwa ajili ya mahitaji yake ya shuleni. Mzee Okoro anafurahi kinoma, lakini mama Dima ananung'unika sana. Ananung'unika kuona kijana yatima ambaye ana hali ngumu ya maisha kufanya wajibu ambao ungepaswa kufanya na mzee Okoro. Wanabishana pale, kisha mzee Okoro anasepa. Mama Dima anabaki kimshauri mwanae atafute mwanaume anayempenda na kuweza kumhudumia, na kamwe asijefanya kosa alilofanya yeye la kuolewa na mwanaume ambaye hajitambui na hatambui kabisa wajibu wake. Kesho yake asubuhi, Dima yupo kazini kama kawaida. Lance anamletea zawadi bibie, anamchukua na kwenda naye kwenye gari. Huko wanapiga stori kadha wa kadha. Dima anamuuliza mchizi, wewe kila siku mbona nakuona hapa? Kwani husomi? Lance anamficha kumwambia ukweli na kumwambia tu kwamba hapendi shule. Basi bibie anafurahi tu chips nyama. Aisee, noma sana. Mida ya jioni, Lance yupo kitandani, anamuwaza tu bibie Dima. Mamake anaingia na kumfariji. Wanapiga stori kidogo, akimweleza safari ya maisha yake, jinsi alivyompata na jinsi alivyokuwa akimpenda baba yake, huku akilia tu kwa majonzi, kwani ndo siku za mwisho za kumuona mwanaye wa pekee. Siku kadhaa mbele, Lance akiwa ameenda supermarket,
Kwa mbali anamwona Dima akiwa na Prosper wakipiga stori nje ya supermarket, makumbato mengi, makisi kama yote. Lance inamuuma kinoma yani. Anaona tunda lake likichukuliwa na mchizi. Anarudi nyumbani huku roho ikimuuma sana. Mchizi anakosa nguvu, hajui afanyaje. Mawazo yakawa mengi sana pale. Mrs. Dahabi anarudi, anamkuta Lance akinywa whisky. Anamuuliza shida aliyonayo. Hapo mchizi analalamika kinoma. Anamwambia mama yake kwamba Mungu hayupo fair na mimi hata kidogo. Haiwezekani mfariji pekee nilikuwa nimempata achukuliwe na mchizi mwingine. Inauma ise, ombea asikukute. Kesho yake asubuhi, Mrs. Dabi akaja kumwamsha mchizi akapate chai. Lance anamwambia mama yake, nisamehe mama kwa yaliyotokea jana. With curiosity, Mrs. Dabi anamuuliza Lance, ni mwanamke gani yule uliyekuwa ukimzungumzia jana? Lance anamjibu, ni Dima, yule msichana anayefanya kazi supermarket. Nampenda sana mama. Mama yake akamwambia, ngoja kwanza, nitaona cha kufanya. Kisha akasepa. Upande wa pili, Prosper akiwa kibaruani anaanguka kwa kukosa nguvu. Mchizi ana siku kama 2 hivi hajagusa kitu tumboni. Bosi wake anamwambia, nilikuona wewe ukimpatia yule binti maokoto. Huwezi ukawa unatimiza wajibu wa baba yake dogo. Utaumia, maana wengi wameshalizwa sana. Lakini mchizi anamwambia kwamba kwao na Dima ni watu wakarimu sana na anampenda sana bibie. Bosi anamsikitikia sana dogo, kisha anamwambia amalize chakula arudi kazini. Mamake Lance, Miss Dabi, anaamua kwenda nyumbani kwa akina Dima. Anatoa ofa ambayo inatikisa msingi ya familia. Anawaambia, mruhusu Dima aolewe na mwanangu Lance, nami nitafanya familia yenu kuwa matajiri. Nitawasomesha wadogo zake Dima na kuwatoa kwenye huu maskini mlionao. Mzee Okolo, yule baba mlevi, anasikia tu pesa na utajiri, pesa na utajiri. Anaanza kumshambulia Dima akubali kuolewa na Lance. Anamwona binti yake kama tiketi ya yeye kuendelea kunywa pombe na kucheza kamari, lakini mamake Dima anapinga, akitaka binti yake aolewe kwa upendo na si kwa biashara. Dima anajikuta njia panda, penzi la Prosper au usalama wa familia yake. Anyway, tutajua hapo mbeleni. Dima anapomweleza Prosper kuhusu shinikizo la kuolewa na tajiri, Prosper anamshawishi Dima kwamba watoroke. Wanakimbia mjini usiku wa manane na kuelekea kijijini kwao na Prosper. Huko watakula upendo na kuishi kwa amani. Lakini uhalisia wa maisha ni mchungu. Kijijini hakuna kazi, hakuna chakula. Wanaanza kushinda njaa na kula mapai yaliyoanguka kwa wiki kadhaa. Prosper kila akienda kutafuta chochote kitu, anarudi kama alivyo. Inauma sana. Dima anaanza kudhoofika. Siku moja Dima anajikwaa na kupata jeraha kubwa mguuni. Kwa kukosa matibabu na lishe duni, jeraha linaanza kuoza na kutoa harufu. Dima anateseka kwa maumivu makali, huku Prosper akiishia kulia na kukosa hata senti ya kununua dawa. Hapo Dima anakumbuka maneno ya Miss Dabi kwamba akikubali kuolewa na Lance atabadilisha kabisa maisha yao. Anamwangalia Prosper kwa huruma akiwa amelala. Dima anarudi mjini akiwa amevunjika moyo. Anaamua kufanya maamuzi magumu ya kurudi kwao na kukubali kuolewa na Lance. Huku Prosper anasoma kibarua alichokiacha Dima, analia kichizi. Harakati zake zote alizofanya kwa ajili ya bibie zimefeli. Sasa angefanyaje? Anampenda kweli, lakini uhalisia bado upo pale pale. Umaskini unamfanya mkose mpenzi wake. Tuambie kwenye comment section kama uamuzi wa bibie Dima ulikuwa sahihi au la. Basi harusi ikafungwa, picha zikapigwa kwa furaha na bashasha, yani ilikaa poa sana. Lance anageuka kuwa mwanaume mwenye upendo wa kipekee. Anamtibu Dima mguu wake, anamsomesha na anamheshimu kinoma, yani raha sana. Dima anaanza kumwonea huruma Lance anayeishi kwa maumivu ya kansa. Polepole urafiki wao unakuwa aina fulani ya upendo wa kipekee sana. Dima anaamua kuwa furaha ya Lance katika miezi yake ya mwisho aliyobakiza. Baada ya muda wa furaha na huzuni, Lance anafariki dunia mikononi mwa Dima. Ni msiba mzito. Mama yake Lance anamshukuru Dima kwa kumpa mwanaye amani kabla ya kufa. Anamwambia, sasa wewe ni mwanangu, nitakusomesha na kukulinda kwa kila kitu. Dima anapata utajiri na elimu, lakini moyo wake bado unamlilia Prosper. Anafunga safari kurudi kijijini kumtafuta yule mchizi aliyejitoa mwanga ili yeye aishi. Kipande cha mwisho kinatuacha na maumivu makali. Dima anafika kijijini na kukuta nyumba ya Prosper ikiwa na watu wengine wanaoishi hapo. Wanamwambia kuwa Prosper aliondoka siku nyingi sana baada ya kupata msaada wa mjomba wake aliyempeleka nchi za nje kusomea udaktari. Prosper aliondoka akiamini Dima sasa ni mke wa tajiri na ana furaha huko, hivyo hakuacha hata anwani yake. Dima anabaki peke yake, ana kila kitu, pesa, elimu na heshima, lakini amempoteza Prosper, mwanaume aliyejitoa kwake kwa kila kitu. Na huu ndio mwisho wa picha letu la leo. Mdau wangu, movie hii inatuonyesha mambo mazito. Jambo la kwanza ni equity ama usawa. Je, ni haki kutoa dhabihu ya upendo kwa ajili ya usalama wa kifedha? Na jambo la pili movie hii inatufundisha ni umaskini. Umaskini ni adui mkubwa anayeweza kusambaratisha hata penzi lenye nguvu kiasi gani. Na jambo la tatu na la mwisho ni muda. Wakati mwingine
tunafanya maamuzi sahihi, lakini kwa wakati mbaya. Hiyo ndiyo bond and equity. Je, ungekuwa Dima, ungetoroka na kumwacha Prosper na kukubali kuolewa na Lance ambaye alikuwa amebakiza siku chache za kuishi? Niachie maoni yako hapo chini. Mimi ni wako Storyteller Dekasa, na huu ndo ulikuwa mchongo wa leo. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe kwa simulizi zingine za kijanja. Thanks and see you soon.